Toba. Sijui nimekanyaga nini hapa. Mbona unanipiga? Kwani nimekukosea nini? Ina maana mpaka nakupiga ujui nimekupigia nini? Nani kakwambia umwage miogo yangu? Samani, kumbe nimemwaga miogo yako. Kiukweli mimi sioni, ni mlemavu wa macho, kwa hiyo sikuona mbele, ndo maana nikawa nimekukwaa. Samani sana. Wewe mlemavu wa macho wewe? Wewe si unaona wewe? Au wewe mwizi? Nikuitie mwizi? Mwizi! Hapana kakaangu, usinitie mwizi. Mimi sio mwizi, sioni. Samani, kipindi napita pale naona kama kuna marumbano. Shida ni nini? Jamaa kanimwagia miogo yangu, afu anasema haoni. Kaka, kwa nini umemwaga miogo ya watu? Samani ndugu yangu, kiukweli mimi ni mlemavu wa macho, sioni. Na huyu mimi sikumuona, nilimkwaa tu bahati mbaya. Sasa najaribu kumwelekeza kwamba mimi sioni mbele, lakini hanielewi. Naomba nimnisamee jamani. Kweli binadamu kazi japokuwa tulipo mshahara. Ina maana umeshindwa kumwamini kabisa kuwa ni kipofu? Oa. Mimi nimetoka zangu kununua vitafuno, hapo amekuja kunimwagia vitafuno vyangu, afu anajifanya haoni. Miogo bei gani? Miogo hii buku nimenunua mogo moja 200. Hakuna shida. Mimi nitakwenda. Hapo si fresh. Fresh. Oya wewe, bahati sana shamba. Kaka, ulikuwa unaelekea wapi? Kiukweli ndugu yangu, mimi hata napoelekea sipajui. Sipajui? Na wazazi wako wapo wapi? Wazazi wangu mimi walishafariki muda tu. Pole sana. Asante. Kipofu mtamu. Kaka, yaani mtu tu umemkota barabarani unamleta hapa tukae naye. Aliyetunia nyumbani unaijua, tunakula kwa siku mara moja tu, afu baadaye unaongeza mtu mwingine. Tunakaaje hapa? Afu unajifanya eti kipofu huyo. Tena wao ndo wakuaga wezi hawa. Ndugu yangu, kiukweli mimi hata huko nilipotoka nilikuwa mzigo kama hivi. Sasa mimi kwa msaada ambao umenigea, kiukweli nakushukuru sana. Naomba mimi nisiwe chanzo cha wewe kugombana na dada yako. Naomba tu mimi niende tu na safari zangu. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Katika hii nyumba mimi ndio baba, mimi ndio mama. Ila huyu tu ndo anapika. Lakini kula yake tupu mimi, huyu hapa dada yangu anaijua mimi. Hiyo kula la kama moja, mimi na hela yangu mimi, jasho langu mimi. Huyu ana msaada wote kuhusu kula hapa nyumbani. Akitoka ina kuzula anatembea marafiki zake, rudi analala Kongo siku nyingine rudi hapa. Yaani kula najua mimi. Kwa ndugu yangu, mimi nasema vipi? Wewe hapa upo sana. Kama anataka kuondoka basi ataondoka yeye, lakini sio wewe. Kaka, hata kama kula wangu unaijua wewe, lakini nyumba yako watu wote. Kwa hiyo mimi natoka. Sitaki nimkute huyu nikirudi. Hapo unajua maneno yako wewe. Huo mdomo wako utauponza wewe. Kipofu mtamu. 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 Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu. Sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Kipofu mtamu. Hivi una akili kweli wewe? Dada Zai, mbona umenisukumiza? Kwa nini nimekukosea nini? Wewe nani dada yako hapa? Yeye ndio unaona vizuri. Ungekuwa wewe umekuja kunishika kiuno hapa. Dada Zai, kumbe nimekushika kiuno eh? Samahani dada yangu, kiukweli mimi sikuona. Si unajua mimi macho yangu sioni. Kwa nilikuwa najaribu kuelekea chooni. Uone nini wewe unaona unafanya makusudi tu, yani wewe una act tu, unaona vizuri. Kwa hapa ndo chooni. Au ulikuwa unataka kunibaka wewe? Hapana dada Zai, mimi sikutaka kukubaka. Sikutaka kukubaka, mimi sikukuona. Nilikuwa najaribu kuelekea chooni. Dada, naomba nisamee basi. Naomba nisamee dada. Sasa sikiliza. Fungasha ondoka.
Kwa hiyo sijui hata ufunga sherehe namna hata vilago vyako ulivyokuja navyo. Ondoka. Zai, sawa mimi najua kama unipendi, lakini nilikuwa naomba basi nimsubirie kaka aje ndo nimuage kama naondoka, kwa sababu nikiondoka hivi hivi bila kumuaga nitakuwa sijamfanyia heshima yoyote. Kwa naomba nimsubiri kaka aje nimuage ndo niondoke. Ondoka kwani usikii? Kaka, unaona ndugu yako ulomleta? Kafanyaje? Yaani mimi niko pale nafua kaja kwa nyuma kanishika kiuno. Acha wewe. Yule kipofu anakushikaje kiuno wewe? Kaka, yule sio kipofu, yule anaona. Angekuwa kipofu angekuja kunishika kiuno. Yaani mmeanza vipi mpaka anakuja na kushika kiuno wakati yule ni kipofu dadangu? Mimi nimekaa pale nafua, kaja kwa nyuma kanishika kiuno. Basi sawa dadangu, naomba univumilie. Vumilia siku mbili hizi, mimi nafanya uchunguzi. Ukikamilika, nikigundua kuwa sio kipofu, anatuletea. Atanijua upande wangu wa pili. Kaka, utachunguza mpaka lini? Kama leo kaweza kufanya hivyo, mwisho siku utamkuta yupo chumbani kwangu. Dadangu, nisikilize. Wewe umejionea kwa macho yako mawili. Ngoja na mimi nijionee. Yote yatakuwa yamekwisha. Atajuta. Sawa kaka, ila mimi nina wazo. Wazo gani? Una uhakika? Ndio. Basi sawa. Kipofu. Naomba ndoo. Ulikuwa unataka ndoo dada Zai eh? Ndio. Sawa. Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu. Sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Kipofu mtamu. Kuna nini? Sasa mbona unalia kaka? Ina maana bado una kinyongo, hujanisamee? Basi silii tena. Sasa hivi mimi nilirusha kwa ndugu. Na kilichotokea kile, dadangu kashajifunza na kashaamini kuwa ni kipofu. Sidhani kama tena ataweza kukuleta ugomvi au marumbano tena. Naomba uniamini ndugu yangu, na naomba uyasahau yote ambayo yalotokea hapa nyumbani na uyasamee yote, hata dadangu naomba umsamee sana. Sawa kaka, mimi nimekuelewa na nimewasamee wote, wewe pamoja na dada yako. Umesamee kweli? Ndio. Tabasamu basi. Sasa usije ukashangaa kidogo, mimi bwana kuaga kwa sababu kazi zangu za ujenzi hizi nimepata site Kigamboni. Nahisi kurudi katika kesho jioni au kesho kutwa. Sawa eh? Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Lakini mimi naomba nikutakie safari njema. Pia vile vile nawiwa sana, kama ningekuwa kidogo niko vizuri, nilitamani ningekusindikiza hata paka stendi. Lakini ndio hivyo, hali yangu yenyewe nadhani unaiona kaka yangu. Mimi naomba Mwenyezi Mungu akulinde kwenye hiyo safari yako mpaka uko unapofika, na pia urudi salama. Usijali. Na nakuahidi nikirudi basi nakuletea zawadi. Kaka samani, lakini naomba nikusumbue kidogo. Kama hutojali, nilikuwa naomba unitafutie hata vinguo viwili vitatu kabla hujaondoka, ili mradi niwe nabadilisha. Hakuna shida. Ondoa shaka kabisa ujua hilo.
Ukiingia ndani utazikuta kitandani, nitakuandalia. Kipofu mtamu, 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 wale walionitara. Wewe simekwambia uoshe hivyo vyombo? Yaani asifanya kazi na asile. Wewe unakula lakini kazi hutaki kufanya. Naomba uoshe hivyo vyombo. Usijali dada, naviosha sasa hivi. Natoka hapa nikirudi nikute vyombo vimetakata na umeviingiza ndani. Au unakuta umeingiza ndani tu hivyo hivyo fuku useme umeviosha. Nikija ndio itakuwa tiketi yako kuondokea. Sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Dada Zai, samani, nilikuwa naomba nikuagize dukani kama utojali. Uniagize wapi? Dukani? Hivi una akili kweli timamu? Unataka uniagize nini? Nilikuwa naomba chukua hii 1000, nenda kaniletee maandazi ya 500, alafu 500 chukua wewe kwa ajili ya usumbufu, maana nina njaa sana tangu asubuhi sijala kitu. Ngapi? Shilingi 1000, nenda kaniletee maandazi ya 500, 500 chukua wewe kama usumbufu. Sawa, ila kwani hela unatoaga wapi? Maana ufanye kazi yoyote, muda wote tu upo nyumbani. Lakini nakuona una hela, unatoaga wapi hela? Wazazi wangu walikuwa wanafanya kazi serikalini na wote walifariki kifo cha pamoja. Hivyo serikali iliamua kunichukua na kunisajilia laini, na wanakuwa wananitumia pesa kama lambilambi kila mwisho wa mwezi. Sawa, ila pia kama umechoka hivyo vyombo tu unaweza ukaviacha, umesikia? Mimi nikirudi mwenyewe nitaviosha. Dada, wala usiwaze la mimi, hivi vyombo nitaviosha. Wewe nenda tu kanichukulie maandazi, mimi vyombo nitaviosha, usijali. Licha ya upendo na heshima, giza mbele imenitinga. Imani yangu ndio dosari yangu, shukurani zako mateke awe punda. Kwisa, kwani umetaka nikulete sehemu kama hii? Kiukweli nimekwambia unilete hapa kwa sababu nina mazungumzo na wewe kidogo, na kama utojali nilikuwa naomba ushirikiano wako. Kiukweli mimi huko nilipotoka nilikuwa nakaa siku 3 au wiki, lazima nikutane na mwanamke. Lakini tangu nimekuja huku ni muda mrefu sana sijawahi kukutana na mwanamke yoyote. Alafu mimi ni mwanaume pia vile vile na nina hisia. Kwa hiyo ninachokuomba dada yangu, naomba unisaidie katika hili. Sio kwamba nakudharau, sikudharau dada Zai, ila naomba unisaidie sana kwa hichi nitakachokuambia. Hivi una akili kweli wewe? Wewe unanichukuliaje kwani? Kwisa, naona damu imeshuka Sikiza nikwambie, mimi siwezi kutoka na vipofu. Sawa? Yaani sahau kabisa kutoka na mimi. Yaani niko na kuheshimu na kuchukulia kama ndugu yangu, kumbe mshenzi hivi. Zai, hicho unachokifikiria wewe sio hicho ambacho nilichokuwa nataka mimi kukuambia. Na mimi siwezi nikakutaka wewe dada yangu, kwa sababu wewe mimi umenisaidia na ninaishi kwenu. Kwa hiyo siwezi nikakuletea dharau za namna hiyo. Nilichokuwa nahitaji mimi, naomba unisaidie, unitafutie hata rafiki yako nilale naye, hata kwa kumlipa mimi nitamlipa, ili mradi tu anisaidie, maana mimi ni mwanaume na nina hisia. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie kwa hilo, lakini sio kwamba nilikuwa nakutaka wewe. Basi samahani, mimi nilikuwa nimefikiria vibaya. Kumbe rafiki yangu. Basi kwa hilo usijali, nitakutafutia rafiki yangu, utapata.
Zai, kiukweli leo umenifurahisha sana, na mimi nakuahidi endapo utafanikisha kazi yangu, basi kuna ujira wako nimekuandalia kama dada yangu mpendwa. Sawa, haina shida, usijali kwa hilo. Kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu. Mbona umekaa kinyonge hapo? Dada Zai, amna, mimi nimekaa tu nimetulia kwa sababu sina shughuli yoyote ya kufanya. Sasa ile kazi yako ambayo umeniagiza nimeshaikamilisha tayari. Yule dada ambaye umeniambia nikutafutie huyu wako, nimekuja naye. Kazi yangu kumbe umeshaikamilisha? Kwa hiyo huyo dada yupo wapi? Huyu hapo mbele yako. Kaka, mambo? Poa. Mzima wewe mrembo? Mimi mzima, sio wewe? Mimi mzima. Unaitwa nani? Mimi ni Mariam. Oh, Mariam. Kiukweli Mariam una jina zuri sana. Yaani una jina zuri mno. Yaani nilivyosikia tu jina lako moyo wangu umefanya Kwisa. Naam? Haina haja ya kuongea sana bwana, mambo mengine mtazungumza ndani. Makubaliano yenu kama utampa 50,000, 60,000, hayo mimi sio lazima mpaka mimi nisikie. Kwa hiyo mtazungumza ndani. Sawa dada Zai, basi nashukuru sana kwa kuifanya kazi yangu vizuri, ila nisikuache bure. Ngoja nikupe ile ahadi yako ambayo nilikuahidi. Sawa. Yeah. Kwisa. Mariam, mshike mwenzako basi mkono uende ndani. Kweli anishike mkono. Mariam. Abe. Twende ndani basi. Sijui nimekanyaga nini hapa. Alafu kitu chenye kinaonekana kama cha moto. Hivyo una akili kweli wewe? Nakuuliza wewe una akili? Yaani umetoka huko unapotoka unakuja kukanyaga chipsi zangu ambazo hata sijazila bado. Chipsi yai, mshikaki, una akili kweli wewe? Kumbe nimekanyaga chipsi. Samahani dadangu. Kiukweli mimi si unaona hali yangu jinsi nilivyo sioni, kwa hiyo nilikuwa najaribu kwenda nje kidogo nikale upepo ndo nikajikuta na kanyaga. Samahani. Wewe unaona umefanya makusudi. Kama leo umekanyaga chipsi zangu, kesho utavunja TV yangu na vitu vingine. Alafu nyinyi ndo mnakuaga wazi kwenye majumba ya watu, alafu unajikuta sasa hivi hapo uone. Nisikilize nikwambie. Toka sasa hivi ndani kwangu. Sasa hivi toka nje. Dada, mimi naomba unisamehe kwa hichi ambacho nimekifanya kwa sababu sikutegemea na wala sio makusudi, ila ni bahati mbaya tu. Naomba unisamehe sana. Mimi nitajitahidi kuwa mwangalifu basi hata kwenye kutembea ili madi nisifanye makosa mengine tena huko ndani kwa sababu nyenye ndio mmenipa mimi hifadhi. Nisikilize wewe. Kwani sitaki kukaa na watu maskini huko ndani kwangu. Unaniletea tu mikosi. Na mwanangu sijui amekokotea wapi wewe. Toka nje. Naomba unisamehe, mimi nitajirekebisha. Kuwa hata na chembe ya huruma basi dadangu. Mimi ni mtoto wa mwanamke mwenzio. Nimesema toka nje! Toka nje, nenda! Hivyo mtoto una akili kweli wewe? Una akili na kuuliza? Yaani mtu msaidie wewe. Asa hivi nataka umlete nyumbani kwangu niishi naye. Hivyo unavyoona iko sawa? Mama, mimi naona iko sawa. Kwa sababu ukija kuangalia pale nyumbani kwangu nakaa chumba kimoja na sebule. Alafu yule anakaa pale sebuleni. Na ukija kuangalia analala pale pale. Kwa mimi nakuwa najisikia vibaya. Inawezekana sio mimi tu, hata yeye anaweza kuwa anajisikia vibaya, anashindwa kuniambia. Na ndio maana nikasema kwamba nije hapa tujadili basi aweze kuja kukaa hapa nyumbani. Sitaki kusikia kitu kama hicho. Tena sitaki kukusikia. Hivyo mtoto, wewe Haruna umeitoa wapi?
Hivyo nadhani mwanangu kila unayemuona huko mabarabarani wewe unaokota okota tu. Wote unaojua wao wema, wengine sio wema mwanangu. Hao wengine wabaya. Wewe unamjua kwa alipotokea? Japo unasema yule kipofu unamjua kwa alipotokea. Sasa sitaki kumuona huko. Nafanya fanya juu chini ukamtoe kabla sijafika mimi. Nikiinua mguu huu, nikienda huko tutagombana mimi na wewe. Mama, kama ni swala labda la chakula na mambo mengine, mimi nitakuwa nazingatia mambo mengine kwa sababu yule ni kipofu, haoni. Yaani mimi roho ya huruma mama imenijia, kwa ndo nilikuwa nakuomba mama yangu tujadili ili basi aweze kukaa hapa. Nyamaza! Nimeshakwambia sitaki kumuona. Katoe takataka zako. Nikienda mimi unaingia tembele langu, katoe takataka zako, sitaki kumuona yule. Toka. Haya baba, safari njema. Rudi ulipotoka. Hivi wewe una shida gani wewe? Kwani unapangania hapa kwako? Hapa kwako nakuuliza. Sawa dada Naila, mimi nimekuelewa. Siwezi kung'ang'ania kuishi hapa kwa sababu mimi sio kwetu. Na nishaona kabisa kama sasa mimi sipendi unapaswa kuondoka, lakini nilikuwa naomba nimsubiri kaka arudi ndo nimuage kwa sababu nikiondoka bila yeye kumuaga atajisikia vibaya. Sikia nikwambie wewe kipofu. Yule ni mume wangu mimi, sawa? Au unamtaka? Unamtaka? Sema kama unamtaka na wewe mke wa pili hapa. Tu tunasaidiana majukumu. Sikia nikwambie wewe. Ukiona vile leo ujue vimeundwa, sawa? So unakaa tu. Wapo watu huko wanaofanya msaada, lakini sio sisi, nyumba sio shirika la msaada. Sawa wewe? Ikae akilini hiyo, mpumbavu wewe. Na nikono hizo miguu yako hapa. Danaila? Danaila? Kuisa. Kaka. Umerudi? Ya, nimerudi. Kwanza kabisa niseme samahani kwa niaba ya mke wangu. Nimeona kila kitu, nisamee mimi. Sawa kaka. Mimi nimekuelewa. Naomba tuingie ndani tukazungumze. Hapana, mimi siwezi kuingia huko ndani kaka. Hapana. Hivi unachokifanya unafanya makusudi? Umedhamiria kufanya au macho yangu ndo hajaona? Hivi kwa nini hauna roho ya binadamu wewe? Kwa nini hauna roho ya binadamu? Yaani unabisa unajua yule kijana ni kipofu, unamsukuma anadondoka kwa macho yangu na kuona. Mume wangu, yule kijana amenifanyia tukio la ajabu humo ndani. Amekanyaga chipsi zangu, tena chipsi yai mume wangu. Hata sijaanza kuzila, afu unasema haoni. Funga bakuli yako wewe. Chipsi 1500 2000 ni ya kumdhalilisha kiumbe kama vile. Hivi unajisikia vizuri? Chips. Fungua masikio yako vizuri unisikilize. Fungua masikio yako vizuri unisikilize. Najua nimeoa mwanamke mwema na sio mwenye tabia za kishenzi, sijui umeziokota huko wapi sijui Buguruni, sijui umeziokota wapi. Tabia zako za uswahilini zote unaleta kwangu. Nisikilize vizuri kwambie. Ukitaka utatii, ukitaka utaondoka. Yule kijana unayemuona hapa nyumbani Kwisa hawezi kuondoka. Ndio, lakini mume wangu yule anaona, anafanya makusudi, anaona yule mume wangu, unamtetea tu. Funga bakuli lako.
Angekuwa anaona angekanyaga chips. Kwa maana kwamba amefanya makusudi. Afu unaongea sana. Umeshuhudia kwa macho yako amekanyaga chips, bahati mbaya kwa sababu haoni. Sasa hivi unasema namtetea. Nisikilize. Kwisa haondoki hapa. Umenielewa? Umenielewa? Ndio. Toka hapa nenda kamwandalie chakula. Samani. Bila samani. Nilikuwa naomba nikuulize kitu dakika moja tu kama utojali. Niulize tu, mimi kwa hapa pembeni yako. Mimi kama unavyoona hali yangu ni kipofu, pia sioni mbele. Kwa hiyo nilikuwa nahangaika humu mtaani, natafuta sehemu ambapo wanapatikana wale wadada wanaojiuza. Yaani nikinyosha maelezo, yani nilikuwa natafuta sehemu ambapo wanapatikana malaya. Hivyo mtoto unalana? Wewe mtoto una adabu kweli wewe? Hivi kila anayepita hapa unamwona mtu kumwambia maneno yako ya ajabu ajabu, si ndio? Hivi unajua unaongea na nani hapa? Mimi ni kama mama yako, uwe na adabu. Wow. Kumbe wewe ni kama mama yangu. Kwa hiyo mimi nadhani swala langu litakuwa limefika sehemu husika, kwa sababu mimi ni mtoto wa mwanamke mwenzio. Kwa hiyo sidhani kama kuna mzazi au kuna mama ambaye mwanae amefikia umri mkubwa kama huu, alafu anatafuta mwanamke mzazi akawa anachukia. Hivi wewe na alio ulokuwa nayo, hivyo una hela kweli? Maana wale madada anapenda hela. Una hela kweli ya kuwa pale? Yaani mama, kuhusu pesa usijali, kwa sababu mpaka mimi nahangaika kutafuta hizo sehemu, inamaanisha nimejiandaa kabisa. Sasa pesa una shilingi ngapi? Mimi pesa ninayo kidogo tu, na nilikuwa nataka wanawake hawa wa bei rahisi tu, pesa zao zisizidi 50,000. Sasa unataka wadada au mishangazi kama mimi? Hemu rudia tena mama, sijakusikia vizuri hapo. Nakuuliza hivi, unawataka madada au mishangazi kama mimi? Mishangazi mama ndo mizuri. Basi sawa. Mimi negeye hiyo fimbo yangu nikuelekeze kwa hiyo mishangazi. Yaani wewe unataka uenjoy. Yaani utaenjoy mpaka utakimbia mwenyewe. Wewe negeye hiyo fimbo nikuelekeze. Basi sawa mama, mimi nadhani hilo limeisha. Kama fimbo wewe chukua tu nipeleke. Kuna mama usijali. Mimi nitakupa hata posho, yani usijali kabisa. Tena ingekuwa vizuri, yani ungekuwa hata wewe mama yangu, yani yani ningekupata hata wewe, mimi nadhani ningejoy, kwa sababu ujue hata hiyo sauti yako unavyoongea hapo, yani mimi mwili wangu kidogo hapa ushaanza kama kusensi. Kwani hata wewe si mshangazi mama au? Mimi mshangazi. Basi sawa, mimi nadhani limeisha hilo. Lete ufimbo nikuongoze. Sawa mama, tena ukinipeleka huko mama utakuwa na posho yako kabisa. Haya mama, twende. Yaani wewe kumbe mtoto, kumbe una adabu. Wewe una akili. Yaani hali uliokuwa nayo bado unataka. Nisamee basi. Basi nisamee mama. Nisamee. Mume wangu, mimi ondoa shaka kabisa. Yaani mimi nitaishi na Kwisa vizuri kwa amani. Yaani atajiona kama yupo kwao. Okay. Bila shaka kabisa najua unafahamu kama Kwisa kwa sasa hivi ni kipofu na unaelewa kabisa kama ni kipofu. Kweli mume wangu, mwanzoni nilikuwa nahisi sio kipofu, lakini kwa sasa hivi kwa jinsi matukio yanavyoendelea, naamini kabisa kwamba Kwisa ni kipofu. Kwa mume wangu, ondoa shaka kuhusu hilo. Kuwa na amani. Vizuri sana. Na ningependa hata siku moja ukachukua nafasi yako kumuomba msamaha. Sawa mume wangu, hamna shida. Nitamuomba msamaha na kila kitu kitakuwa sawa. Kwisa ni kama ndugu yangu tu. Yaani hata usiwaze. Nitaishi naye vizuri, utavyoondoka na utakavyorudi hivyo hivyo. Ninafurahi kusikia hivyo. Na kingine nadhani utaniagia kwa sababu nimeshindwa kumwamsha saa hizi.
muda umeenda sana na kiangalia muda usafiri. Hamna shida, usijali mume wangu. Yaani kuhusu Kwisa usiwe na shaka kabisa. Kama unavyomwacha ndio utavomkuta. Unanihakikishia? Kweli mume wangu. Kweli. Unajua mke wangu ni mzuri sana. Najua mume wangu. Siwezi kuondoka bila kupata. Asante mume wangu. Haya, safari njema. Bye. Kwisa, we kipofu. Yaani wewe umelala hapo kwenye hilo kochi, utafikiri sasa hapo ni nyumbani kwako, mjengo wote unaumiliki wewe. Kwisa. We Kwisa. Wewe nani umenipiga? Wewe nani umenipiga? Ina maana hapa hamna mtu au? Wewe nani umenipiga? Ila jamani, mimi niongee kitu kimoja tu ndani. Yaani kama mmechoka kuishi na mimi ni bora mniambie, lakini sio kunifanyia vitu kama hivi. Sasa kosa langu nini yani? Alafu naongea nisijibiwi kitu chochote yani. Kama kuna kosa nimefanya ni bora mkanielekeza tu mniambie. Na kama mnitaki humu ndani ni bora mkaniambia tu mimi niondoke. Sasa hamna mtu, nani kanipiga hapa jamani? Danaila. Kaka. Sasa nani atakuwa amenipiga? Kwisa. Naam. Kwani umemfanyaje mume wangu? Mbona amekupiga kibao na hajasema chochote kisha ametoka? Kumbe kaka ndo amenipiga? Ndiyo, yeye ndo amekupiga na mimi ndo nashangaa kwa nini amekupiga. Mimi sijamfanya kitu chochote, na kama nimemfanya kitu chochote mimi si angekuja tu angeongea na mimi ningemwomba hata samahani, lakini sio kunifanyia kitu kama hiki. Yaani sikutegemea kabisa kama kaka ndo anaweza kunifanyia mimi kitu kama hichi. Au itakuwa amechukia baada ya kumwambia kwamba umekanyaga chipsi zangu? Sidhani, lakini huenda ikawa ndo hiyo. Alafu ngoja nikwambie kitu Kwisa. Mume wangu ni anakuchukia, hakupendi. Yaani huo ndo ukweli. Na sijui umemfanyia nini. Ameenda wapi kwani kaka? Ametoka, yaani tumeagana vizuri. Anakuja kukuaga hapa, na shangaa amekupiga alafu ameondoka. Ni mimi sikutegemea kama kaka anaweza kunifanyia kitu kama hichi ujue. Sawa, tuachane na hayo. Mimi hapa naondoka. Naenda huko kwenye mizunguko yangu. Nikirudi hapa nyumbani, nataka nikute umeosha vyombo na umefanya usafi humu ndani kwangu. Nadhani tumeelewana. Sawa dada Naila, mimi nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Wala usijali. Lakini nilikuwa naomba nikuagize dukani kama utojali. Nini wewe? Wewe kipofu unataka kuniagize mimi? Unaniagiza nini? Nilikuwa naomba chukua hii shilingi 1000. Nenda kanichukulie vitumbua vya 500, alafu 500 chukua wewe kama pesa ya usumbufu. Samani lakini. Umesema shilingi ngapi? Shilingi 1000. 500 chukua wewe kama pesa ya usumbufu, alafu 500 utanunulia mimi vitumbua kwa sababu nina njaa sana dadangu. Mbona sijai kuona una kazi yoyote? Tangia uje humu ndani ni unashinda ndani tu. Hizo hela wewe unatoaga wapi? Kusema ukweli, wazazi wangu walikuwa wanafanya kazi serikalini na wote walifariki kifo cha pamoja. Kwa hiyo serikali iliamua kunichukua, wakanisajilia laini. Kwa huwa wananitumia pesa kila mwisho wa mwezi kama lambi. Sawa, hamna shida. Mimi naenda kuchukulia hivyo vitumbua. Lakini kuhusu kuosha vyombo, kufanya usafi, usifanye chochote, nitakuja kufanya mwenyewe, sawa? Hamna dada Naila, wala usijali wala nini. Mimi nitajitahidi tu nitafanya. Umesema kuosha vyombo nitaosha, nitajitahidi hata na humo ndani nitafagia hata na kudeki. Hapana, wewe kuwa tu na amani. Usifanye chochote kile, sawa?
eti nikakuchukulia. Kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu. Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu. Sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Kipofu Naila, mimi nimekwambia tuje sehemu kama hii kwa sababu nina mazungumzo na wewe ya siri, na sikutaka mtu yoyote ayajue kwa sababu siri siku zote ni ya watu wawili tu. Mimi kule kwetu nilipotoka nilikuwa nakaa siku 2 au siku 3, lazima nikutane na mwanamke, lakini tangia nimekuja huku sijawahi kukutana na mwanamke wa aina yoyote hiyo, na mimi ni mwanaume na nina hisia dada yangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba hichi kitu nitakachoenda kukwambia unisikilize na pia ukitekeleze dada yangu. Hivyo una akili wewe? Yaani unavyoniangalia mimi naweza ngatoka na mtu kama wewe? Yaani niache wanaume huko kote nje kutoka na kipofu kama wewe? Sikia nikwambie. Na kwa taarifa yako, sidhani kama kuna mwanamke yeyote ambaye anaweza katoka na mtu kama wewe. Na usipojiangalia, hautakuja kuoa kamwe. Na kuwa makini. Pale kwetu tutapaona kama kituo cha polisi. Mpumbavu mkubwa wewe. Una sababu ya kunitukana na wala una sababu ya kunifokea. Mimi nadhani tu utakuwa hujanielewa maana yangu. Mimi maana ya kukwambia hivyo sio kama nilikuwa nakutaka wewe. Na mimi siwezi nikakutaka wewe dada yangu. Yaani wewe ndio ulionipa msaada alafu tena nianze kuongelea maneno kama hayo. Mimi nilichokuwa nahitaji ni msaada wako. Unitafutie hata shoga yako au mtu yoyote tu. Mimi nilale naye, hata kwa kumlipa mimi nitamlipa. Kumbe. Yaani sikukuelewa, yaani nimepanic bure tu. Kumbe sikujua hata maana yako. Samahani kwa hilo Kwisa. Kama jambo lenyewe ni hilo, limeisha kabisa, ondoa shaka. Si umesema utamlipa? Mimi nitamlipa tu kiasi chochote tu cha pesa atakachokihitaji. Nitakutafutia mwanamke mzuri, yaani mwenyewe utaenjoy. Hadi utaniambia muda wote nimlete huyo huyo. Ondoa shaka kabisa. Basi sawa, mimi nikuahidi kitu kimoja dada yangu. Kama kazi yangu utaifanya vizuri, basi kuna ujira wako nimekuandalia kwa sababu mimi hapa nilipo napitia wakati mgumu sana. Unajua mimi ni mwanaume, nina hisia. Kwa hiyo kuna muda mwingine hata nikikaa hivi naona kabisa kuna madini yanapungua kwenye mwili wangu. Kwa hiyo naona kama nitaendelea tu mwili wangu kuzoofika na nini. Kwa hiyo mimi nahitaji sasa hivi kidogo nipate. Yaani hilo ondoa shaka kabisa, lishaisha kabisa. Yaani kuwa na amani. Sawa Kwisa? Sawa. Kwa ulikuwa unataka huyo mwanamke nikuletee lini? Mimi muda wowote tu. Hata sasa hivi ukisema uniletee huyo mtu, sawa, pesa si ninayo. Basi hilo limeisha, ondoa shaka kabisa, usiwe na wasiwasi. Sawa Kwisa? Sawa dada Naila. Mimi ndio maana nakupenda sana dada yangu. Usiwaze, yani kuwa na amani. Kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu. Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu. Kwisa, mambo? Poa, mzima wewe dada Naila? Mzima, sijui wewe. Mimi mzima tu, naona ndo unarudi. Mbona umekaa hapo nje peke yako? Nimekaa tu nimetulia kwa sababu ndani naona joto, alafu sehemu ya kuwashia feni sioni. Sasa Kwisa, ile kazi ambayo ulinyagiza nishaikamilisha tayari. Yule mwanamke ambaye ulisema nikutafutie, nimekuja naye. Kumbe ile kazi yangu umeshaifanikisha eh? Ndio. Basi nashukuru sana kwa kazi nzuri ndugu yangu. Huyo mwanamke yuko wapi? Huyo hapo mbele yako. Yuko wapi huyo mwanamke dada Naila? Kwisa mwanangu. Poa, mzima wewe mlembo? Mzima, sijui wewe. Mimi mzima tu. Unaitwa nani? Naitwa Sasha. Sasha. Kiukweli una jina zuri sana dada yangu. Yaani jina zuri mno. Yaani hata mimi nilivyosikia sauti yako moyo wangu umefanya pa! Yaani kama nimepigwa na bomu vile. Unaonekana mlembo sana. Sasa Kwisa, naam dada Naila. Haina haja kuongea sana. Cha muhimu muende ndani, mtakubaliana wenyewe. Kama utampa 50,000, 60,000, ninyi mtakubaliana. Sawa basi, mimi nadhani hilo halina shida.
kwa sababu mwanamke mwenyewe umeshamleta, alafu naona kabisa ana sauti nzuri. Mimi acha nikupatie tu kwanza ule ujira wako ambao nilikuahidi. Sawa. Sasha. Aise dada Naila, hongera sana kwa kazi nzuri. Asante. Mimi huku. Asante. Hiyo ni kama asante pia kwa sababu ya kazi yako ulionifanyia dada yangu. Sawa, asante sana. Huo ni mwanzo tu. Tukiendelea kuishi vizuri, nadhani utakuwa unakula tu posho nyingi tu, wala usiwe na wasiwasi. Asante sana. Sasha, mshike mwenzio mkono uende naye ndani. Anishike mkono. Yuko wapi? Mbona nishiki? Mimi hapa. Mshike mkono ndani. Kipofu mtamu, 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 kipofu. Roboti, sikutegemea kukutana na wewe muda huu. Ni usiku sana sasa hivi. Ina maana haulalagi wewe? No sleep at work, man at work. Sema hakuna shida kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na kipengele kidogo ambacho kinanisumbua. Nimefurahi kukutana na wewe kwa sababu nitashare na wewe kitu hichi. Bana, kuna manzi fulani hivi nimetokea kumuelewa sana. Na ni kama wiki 2 hivi zimepita, kila nikijaribu kumwambia tu hisia zangu, hanielewi kabisa. Sasa nahitaji unipe ushauri kwa sababu nishafanya kila mbinu ambayo anatakiwa kuifanya mwanaume kwa mwanamke. Lakini bado sipewi hata tumaini tu la kuambia labda nitakufikiria. Kwa hiyo ninaomba unisaidie hata ushauri mdogo tu. Usijali, unatakiwa ujipende mwenyewe. Unaleta masiala sasa roboti. Mimi ninachokizungumzia hapa ni ulimwengu wa mwanadamu, sio ulimwengu wa roboti. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo unahisi mimi nawezaje kujipenda? Sema wewe kitu kimoja kitakuwa kinakusumbua, nafikiri ni njaa. Kuna ndizi hii nilibeba, nataka nile na ugali, lakini nataka nikupatie hili upoze tumbo, ushtue kidogo, unipe majibu yaliyokamilika. Wait. Kabla sijala kwanza, inabidi ule mwenyewe. Kwa hiyo wasiwasi wako ni kwamba naweza nikakuwekea sumu mimi kwenye hii ndizi. Vizuri, nimeipenda. Hiyo ndizi ni ya kwako mwenyewe na umekula mwenyewe. Huo mwili pia ni wa kwako. Unashindwaje kujipenda mwenyewe? Leo nimepatikana kweli. Anyway, basi ninaomba unisaidie kitu kingine. Kama huku tumeshindwana, ninaomba unisaidie walau hata mistari 2-3 hivi ambayo nikienda kumwambia yule manzi hatochomoa. Yaani usinipe swaga za kishamba. Yaani tunaita swaga za watoto wa mjini ndo nazozitaka hapa. Kwa sababu mimi nishajaribu sana nimeshindwa. Kwa hiyo msaada wangu ni wewe rafiki yangu. Usijali, nitakupatia hiyo mistari sasa hivi. Na kuhakikishia hawezi akachomoa. Na kukubali sana. Low battery, please charge. Shut down. Ndo basi tena. Kashazima, chaji imeisha. Kwa najiandaa hapa nipate mistari yangu mikali mpaka nikienda kumwambia yule manzi achomoi kabisa yani.
Kwisa. Naam. Yule msichana ambaye nilikuletea ili ulale naye amenipigia simu. Amesema kwamba siku yoyote, muda wowote ukimhitaji, yeye yupo. Na hata kama kwa kumkopa, yeye atakukopesha. Yaani dada Naila, mimi nisikufiche tu. Yule mwanamke ulioniletea ni mbovu. Tena ni mbovu kabisa. Yaani naona hata ile shilingi 50,000 ambayo nimempatia ni kama nimeitupa tu. Hapa nawaza tu mawazo kibao kichwani kwangu, ni bora hata ile shilingi 50,000 ningeenda kugawa kwenye vituo vya watoto yatima wenzangu. Kwa sababu mwanamke gani ulioniletea ajishughulishi? Yaani nimeingia naye ndani najishughulisha mimi mwenyewe tu. Yeye muda wote tu kabweteka tu ngwe. Kakaa tu hata eleweki hata anachokifanya. Sasa ndo mwanamke wa aina gani ule? Kwanza sijui hajafundwa kwao yule. Hivi ni kabila gani ule mwanamke? Kwanza anaonekana hata hayajui mapenzi yani. Yaani naona yani amenitia hasara kweli yani. Mimi amenikera yani, sitaki hata kumuona ule mwanamke. Yaani na nisije nikasikia kabisa unakuja kuniambia kwamba huyo mwanamke sio anataka tu kulala na mimi tena. Mwambie hivi, aache mazoea na mimi. Yaani aache mazoea na mimi, sitaki kabisa yani. Amenitia hasara tu. Kwisa, samahani kwa hilo. Kwa hiyo yani yeye kitandani hajafanya chochote kile? Yaani Naila, nimetoka naye hapa, nimeingia naye ndani. Nafika naye ndani pale, mimi navua nguo zote. Aya, namshikashika yeye, naona ndugu yangu hajavua hata nguo moja. Sasa namuuliza, ndugu yangu vipi? Anacheka tu Nikamwambia tena, udugu vipi? Yaani eleweki mpaka kuvua nguo pale mimi tumechukua muda mrefu kweli yani. Anachokifanya chenye hata kieleweki. Muda wote mimi ndo nahangaika tu na mbinjwa huku. Akati la mapenzi mtu kufanya wote muenjoy na wote mshughulike, lakini ananiachia mimi nashughulika mwenyewe. Sasa nimempatia pesa yangu mimi ya nini? Yaani kiukweli mimi ule mwanamke simtaki. Yaani tena sitaki hata kumsikia ujue na ile mwanamke. Tena mwambia kabisa aache mazoea na mimi yani. Yaani aache mazoea. Yaani mimi ningekuwa naona akia Mungu mimi hela yangu angenirudishia. Sema ndio hivyo tu, mimi sikutaka yawe mambo mengi yani. Okay Kwisa, nisamee mimi, sawa? Yaani nisamee mimi. Na kuahidi safari hii nitakuletea msichana mzuri. Yaani piskali, na maanisha piskali kweli. Yaani tofauti na yule mara ya kwanza. Wewe mwenyewe utaenjoy. Sawa, mimi nimekusamea, na pia nikuahidi tu kama utaniletea mwanamke mzuri kuliko yule pale au mwanamke fundi kuliko yule, mimi posho yako itazidi. Badala ya kukupa shilingi 10,000 sasa hivi nitakugea shilingi 20,000 dada yangu. Kweli Kwista? Nakuahidi hilo. Basi sawa. Ondoa shaka kabisa, kila kitu kitakuwa sawa. Yaani sitokuangusha safari hii. Usijali kabisa. Basi sawa dada yangu, mimi nipo hapa. Kichwa changu naona kama kina vikao kibao sana. Kwa hiyo nipo hapa najaribu kufikiria maisha yangu jinsi yanavyokwenda na nini. Sawa, mimi nipo ndani. Sawa. Kipofu mtamu, 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 kipofu mtamu. Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu. Sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Eti kuna kijana umemwona amevaa shati nyeusi, suruali nyeusi na mzua mweusi amepita hapa? Maana nimemtafuta mtaa mzima mpaka nimechoka. Sijui umemwona? Not available in my system. Jamani, hayo mambo unaongea mimi hata sikuelewi. Kwanza naona kama unanichanganya. Maana nilivyochoka naona unavyozidi kuongea Kiingereza chako na unazidi kunitibua. Kama umemwona tu niambie, nimezunguka mtaa mzima ujue lote la kwangu mimi. Kama umemwona niambie bana. Naona system yangu imeingiliwa. Low battery, shut down.
Nilikuwa nakagua mjengo wangu pale, lakini katika makaguzi pale nimekuona ukiwa unaongea na huyu jamaa. Mlikuwa mnaongea nini? Yaani mimi kuna kijana namtafuta hapa, amevaa suruali nyeusi, shati nyeusi na mzura mweusi. Sawa? Natoka zangu huko na mishemishe zangu nakutana na huyu jamaa hapa. Nikasema nimuulize labda atakuwa amemuona. Nashangaa ananiambia mambo hata sielewi, afu ameanguka hapo chini. Huyu angekusaidia, lakini sio mwanadamu sasa. Namaanisha kwamba huyu ni robot ambaye anachajiwa. Hana uhai kama sisi wanadamu. Kwa hiyo kuna mzungu mmoja hivi anammiliki, yupo mtaa wa pili pale, ndio huwa anamwachia mtaani kama hivi anasaidia watu, kwa sababu huyu robot ana akili sana. Yaani memory yake iko faster, hasahau chochote. Ulishawahi kusikia kitu kinaitwa ChatGPT? Ndio kama huyu hapa. Kwa hiyo shida ni kwamba chaji imeisha. Sawa, tuachane na mambo ya robot, mimi hata hayanihusu mambo. Basi nisaidie kama umemwona huyo kijana, maana nimemtafuta kutwa nzima eti. Umesema alikuwa amevaaje vile? Amevaa suruali nyeusi, shati nyeusi na mzura mweusi. Yeye ni kipofu, haoni. Hapana, sijamuona. Nilitaka kumfananisha na kijana nilopishana naye pale, lakini sio mwenyewe. Jamani, yani mimi haya bwana, utahangaika na robot wenu. Kipofu mtamu, 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 kipofu mtamu. Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu, sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Kipofu Kwisa. Na? Kwisa. Dada Naila, bora hata umekuja ndugu yangu, maana hapa nilikuwa natafuta mlango wa ndani siuoni. Wewe mwenyewe nimekuita sana uitiki. Vipi, ulienda wapi kwani? Yaani wewe nimekutafuta mtaa mzima, unahangaika kutafuta wewe tu. Mimi nimetoka zangu ndani nikupe chakula ule. Nakuta tu fimbo yako pale nje, wewe sikuoni. Unajua nimekutafuta? Mimi nilikuwa nimekaa pale kibarazani, lakini mkojo ukawa umenibana, kwa hiyo nikawa nimekuja huku kukojoa. Sasa narudi nashangaa sipaoni ndani, nikawa nakuita wewe mradi uje unisaidie, wewe mwenyewe uitiki, kwa hiyo nikawa nahangaika hapa kurudi ndani. Sasa Kwisa, wewe kabisa unajua hii fimbo ndo miguu yako. Alafu unatoka bila fimbo. Sikuitafutia tu matatizo huko. Sawa, tuachane na hayo. Kwisa, nimekuletea kazi nyingine. Yaani muda nilomleta hapa sasa hivi. Sikwambii sana. Kwanza toto. Mtoto ana lips denda. Shepu imekaa mahali pake. Yaani safari ukilalamikia tena. Basi utakuwa una mashetani. Wow. Yaani sasa dada Naila, sasa hivi umeanza kunifurahisha. Kumbe hiyo kazi yangu tena ushaifanya. Tena hata hujachelewa yani. Kwa hiyo umesema huyu uliniletea sasa hivi ana shepu, lips denda, si ndio? Mimi ndo vitu vyangu hivyo, wala hata nisikufiche. Yaani ndo vitu vyangu kabisa. Kwa hiyo vipi masuala ya pesa, si umeshamwelekeza kabisa au? Kwenye pesa nimeongea naye kila kitu. Ila hapo kwenye 50,000 kasema muongezee 10,000 inadi 60,000. Yeye ana shida. Na yaani ninakuhakikishia hiyo 60,000 yako haitaenda bure kama mara ya kwanza. Yaani wewe mwenyewe utaenjoy. Sawa, hilo limeisha tu. 60,000 kwangu mimi sio pesa. Kikubwa tu mimi ni enjoy na nipate kitu ambacho mimi nakitaka. Na kwa jinsi ulivyonielezea wewe mwanamke jinsi alivyo, na imani kabisa atakuwa kitandani ni fundi sana kuliko hata ule wa mara ya kwanza. Unajua ule wa mara ya kwanza mimi hela yangu pale nilitupa bure. Kwa hiyo mimi nitampatia wewe shilingi 60,000, afu nitakupatia na wewe shilingi 20,000 kama pesa ya udalali. Yaani 80,000. Haya bwana, mimi mtanipa tu 20,000 yangu. Napita hivi. Sawa basi, nilikuwa naomba umwambie basi hata atoe hata ka sauti kake basi nikasikie kidogo, hata anaweza kanisisimua mwili. Si unajua tena hata sauti na zenyewe huaga zina mvuto wake. Jamani, sauti za nini tena? Wewe mchukue na naye ndani huko utasikia miguno. Hamna cha sauti wala nini hapa. Udugu wangu, nichukue mwenzio mwende ndani.
Dada Naila. Huyu sasa hivi kidogo anaonekana kama anayaweza huyu, maana amenishika kiuno ujue. Kipofu mtamu, 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 kipofu mtamu. Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu. Sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Kipofu mtamu. Fimbo yangu iko wapi? Okay. Sasa nikupatie kwanza pesa yako au tukishamaliza kufanya ndo nakupatia pesa? Hata usijali, utanipa tu baadaye tukimaliza. Sawa, wewe unaonekana mkali sana, kwa hiyo kazi kwanza, malipo baadaye. Ndio. Sawa mama. Upo wapi? Good. Shit. Oh my God. Kifua hichi. Mashallah. Mashallah. Dada Naila! Dada Naila! Wewe Dada Naila! Dada Naila! Dada Naila! Dada Naila! Dada Naila! Dada Naila! Sasa utakuwa umeenda wapi? Dada Naila! Wewe Dada Naila! Dada Naila! Dada Naila! Abe! Ulikuwa umeenda wapi? Mbona muda wote nakuita afu uitiki? Mbona umetoka haraka ndani? Ina maana tayari ushamaliza au? Mimi haya mambo ndio siyapendi. Nilishakwambia kabisa. Mimi natoa pesa na wala sitoi makaratasi ujue. Yule mwanamke wa mwanzo nilikwambia kabisa mimi simtaki na usije ukaniletea tena. Lakini sasa wewe umeenda umepuyanga huko, umesema unaleta mwanamke mwingine, mwisho wa siku umeniletea mwanamke yule. Yaani yule wa mwanzo. Sasa ndio una maana gani sasa? Kwa nataka kunifanyia hadi mimi uhuni, si ndio? Nishakwambia yule mwanamke mimi simpendi, ni mbovu, yani haeleweki chochote. Linakaa tu kama gogo muda wote. Unaenda unahangaika tu analetea mwanamke yule. Mimi yule mwanamke simtaki bwana. Amna Kwisa, mbona wewe mwanamke mwingine? Kwanza wewe uoni. Umejuaje kama yule pale ndo mwanamke huyo wa mwanzo? Mimi naungana na wewe, ni kweli sioni. Lakini ninahisia yule mwanamke siku ya kwanza nimeshika mwili wake na yeye ameshika mwili wangu. Kwa hiyo kwa ufupi mimi naujua mwili wake wote jinsi ulivyo. Mimi naingia ndani humu na mpapasa na shangaa mwili ni ule. Sasa mimi nilikwambia yule mwanamke simtaki, umeenda tena umeniletea ule. Mimi yule mwanamke bwana sitaki hata kumsikia. Kwa sababu mimi natoa hela ujue. Yaani tena mimi nitoa shilingi 60,000 nimrudishie tena yule alompa mwanzo 50,000. Mimi sitaki hata kumuona, yaani sitaki hata kumsikia kabisa. Naomba uende ndani kamtoe yule mwanamke. Kwisa, yule mwanamke ni mwingine, wewe umeshinda tu kuelewa. Yaani uoni ila unahisia. Sawa, ila nisikilize bwana. Mimi yule mwanamke sitaki hata kumsikia yani. Natokomba nenda ndani kamtoe yule mwanamke na atoke hapa. Yaani sitaki kabisa. Sawa. Ila sio yule bwana mwingine. Yaani jamani, nimepata vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwanza nimepata utamu, pili nimepata pesa. Yaani kweli yule kipofu mtamu jamani. Yaani jinsi alivyokuwa ananifanya pale kitandani. Siamini macho yangu. Yaani mara anigeuze huku, anipeleke huku. Yaani mimi nilivyoona kipofu vile nikajua kwingine napo atakuwa mzembe. Kachangamka. Hatari. Ila Mungu wangu utanisamehe kwa kweli.
Yaani mpango siwezi kuacha mpaka nahakikisha nakuwa tajiri kupitia yeye. 60,000 hivi vya bure bure. Sijaifanyia chochote. Hatari. Hivi hizi hela nazikosa hivi hivi. Mara ya kwanza nilipokea 60,000. 80,000 nipite hivi hivi kweli? Na pia isitoshe Kwisa amenigunduaje? Eti anasema kwamba mwanamke mara ya kwanza ni mbovu. Ina maana mimi ni mbovu? Kwani mimi na kasoro gani? Moja jana nipo sawa tu. Okay. Mimi ni mtoto wa kike. Sishindwi na kitu. Itabidi kuna kitu nifanye hapa. Wewe naye vipi bwana? Mbona umesimama hapo njiani, unataka sisi tupite wapi? Oya, tulia basi bi mkubwa. Mimi nataka nichonge na wewe kitu kimoja. Yaani kuna mtu mmoja nasikia anakaa kitaa hiki. Nimeshamsaka sana yani. Alafu huyo mtu kwangu mimi ni muhimu ile mbaya. Kinoma yani. Kichizi yani. Huyo mtu ni kipofu. Anatembea tembea na kifimbo hivi. Sijui ulishawahi kumuona huku? Mimi kusema kweli hata simfahamu. Ila kuna wiki moja nyuma iliyopita nilikutana na huyo kijana. Naye ni kipofu hivyo hivyo. Ila sikutegemea kwa kweli maneno alikuwa ananiambia. Yaani maneno ya kishenzi kabisa. Yaani mimi kama mimi nikamwangalia na jinsi alivyo na ile hali yake. Oh mama, nataka mimi unipeleke kwa wale wadada wanapojiuza. Sio mimi nina hela. Mimi mpaka nikamuuliza, "Una hela?" Maana wale wanataka pesa nyingi tu. Akaniambia, "Mama ninayo. Nitakupatia kwako ya udalali." Umeona? Sasa mimi yale maneno yalivyoniingia kwenye kichwa changu, yani kwa kweli aliniuzi. Ndio na kaka nivunjia heshima. Mimi sikuficha. Mimi nimchukulia bakola nikamtandika. Tena nilimtandika kwa hasira kwa sababu hawezi akaniambia maneno kama yale mimi. Sasa sikiliza mwanangu. Yaani ile ile. Yaani hiyo namba hapo ulioichora. Yaani ngoma ni ile ile. Wewe nielekeze tu ni wapi ulipomuona. Nikutana naye kitachakati hapo. Baridi mwanangu. Kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu. Dada yake na mie, mbona upo kimya, uzungumzi chochote? Hivi Kwisa, wewe hujawahi kuwa na mahusiano labda? Yaani namaanisha haukuwahi kuwa na mpenzi? Maana tangia uje huku yani sikuoni na wanawake zaidi tu ya kuniomba mimi nikutafutie wanawake. Uko ulipotoka hujawahi kuwa na mpenzi? Yaani kwa kweli Naila, mimi nadhani unaona hali yangu niliyokuwa nayo. Mimi sioni. Na mpaka unaona mtu anachukua mwanamke anamuoa, anamweka ndani, wanaishi, wanatengeneza familia, wanazaa watoto. Ina maana kabla hajamchukua yule mwanamke, anakuwa ameshamchunguza tabia zake, ameshamjua uzuri wake na ameona kabisa huyu ana vitu ambavyo mimi vinanivutia. Sasa mimi na hali yangu hii unavyoniona ndugu yangu, napata changamoto sana kupata mwanamke wa kumuoa. Kwa sababu sijui mwanamke nitakayemchagua mimi atakuwa na tabia gani. Pengine naweza nikachukua mwanamke ambaye ana tabia mbovu, atuendane kabisa. Kwa hiyo ndio maana unakuta one time moja
natumia pesa ili mradi tu kupunguza uzito mwilini, ili mradi tu na maisha mengine yaendelee. Si unajua tena. Lakini kwa mwanamke wa kuoa kiukweli hapana. Kwa hata kuniambia utakuja kuoa kabisa. Okay, tuachane na hayo. Yaani kwa ninavyokuangalia ni kijana fulani hivi ambaye hauna kasoro yoyote, isipokuwa tu ni hivyo hauoni. Lakini nakuona yani kijana fulani hivi smart, kijana kitandani upo vizuri kabisa yani. We Naila we. Mbona kama unanichanganya? Yaani unasema kama mimi ni mtamu, alafu kitandani ni fundi. Kwani mimi nilishawahi kulala na wewe au? Hapana Kwisa, yani sio hivyo. Nimewasilisha taarifa vibaya. Yani yule rafiki yangu wa kwanza ambaye uliniambia nikuletee yule Shani, ndo amenihadisia kwamba akasema wewe kitandani yani ni fundi, upo vizuri. Kwao nikajikuta yani naongea tu, usinifikirie vibaya Kwisa. Mungu wangu. Yaani unajua Naila umenichanganya. Ulivyoanza kuniambia sijui mimi ni mtamu, mara sijui kitandani ni fundi. Kwa sababu mtu anayetakiwa kuzungumza maneno hayo ni mtu ule ambaye nimefanya naye hicho kitu. Sasa mimi wewe sijawahi kufanya na wewe hicho kitu afu nazungumza hao maneno. Lakini nikwambie kitu kimoja tu dada yangu. Unajua nyewe wanawake mmetofautiana tabia. Lakini asilimia nyingi sana wanawake nyewe mna tabia mbaya na mbovu sana. Sasa kama wewe rafiki yako, mimi nimelala naye anakuja anakuhadisia wewe. Kwa maana gani sasa? Au kwa faida gani? Yeye anakuambia wewe mimi ni mtamu, sijui na nini. Kumbe wanawake ndo mna tabia za ovyo hivyo Mnalala na wanaume zenu afu mkikaa kwenye mavikao vyenu huko mnaanza kuhadisiana. Haya. Mimi je, ningekuwa labda nina show mbovu labda inamaanisha wewe angeshakuja kutiririka kwako. Yule mwanaume nimelala naye, nimechukua tu hela yake eleweki kitandani. Si ndo maana yake? Mimi nikwambie tu kitu kimoja Naila. Usije ukafanya hiyo tabia. Yaani kwa mfano wewe ulale na mume wako ndani. Vitu vya chumbani usije ukavitoa nje wala kuwaambia watu. Hizo ni siri za familia. Hata kama mume wako sijui kuna misemo sijui anasemaga sijui anakibamia. Baki nawe wewe mwenyewe. Sio lazima uende kuwaambia watu. Sasa unawaambia watu unawafaidisha nini? Kikubwa kabisa utakuwa unajitia aibu tu mwenyewe yani. Sawa Kusa, nimekuelewa. Na isitoshe mimi sio mshamba. Eti yani mfano nilale na wewe. Alafu tena nitoke hapa nikamwajisia rafiki yangu kwamba nimelala na wewe, sijui mtamu, sijui nini. Sina hiyo akili. Yaani siwezi kabisa. Tena nilale na mume wangu ndo nikamwajisia mtu hivi. Yeye ni mshamba tukachanganyikiwa na hiyo hela ulompa labda. Lakini mimi sipo hivyo kiukweli. Bwana nani Naila, mimi naona hizi mada hem tuishie hapa. Kwa sababu hapa anaweza akaja mtu yoyote akatukuta tunazungumzia hizi mada, na sio mtu yoyote. Anaweza akaja hata kaka hapa akakuta tunazungumzia hizi mada, akaanza kufikiria vitu tofauti. Hem tuachane na hizo mada bwana. Kuhusu kaka yako hata usijali. Maana sasa hivi mwenyewe mume wangu hata simuelewi. Hello. Okay, sawa. Nakuja. Nisubiri hapo stendi. Pole mume wangu kwa yote yalokukuta. Yaani sikutegemea mimi kama safari yako ingekuwa ina matatizo hivyo. Pole sana mume wangu. Mimi niseme kwamba nashukuru Mungu kwa hatua ambazo nilizopitia, na kwa kuwa niko hai kila kitu kitakuwa kiko sawa. Lakini mke wangu, kuna jambo muhimu sana nataka nikushirikishe. Nitakushirikisha kama mke wangu, lakini nitaamua kama mume. Hamna shida mume wangu, wewe niambie tu, mimi nakusikiliza. Kwa sababu imekuwa ni kama sintafahamu fulani hivi. Yaani tangu yule kipofu nimpeleke pale nyumbani kwangu, nahisi kama nuksi si nuksi, mikosi si mikosi, kwa sababu kazini kwangu hakueleweki. Ajali kila kukicha. Yaani imefikia stage mpaka uchumi kwangu umekata. Mguu gani huo ambao kila siku na utibu hautibiki? Moja kwa moja nimegundua kwamba yule kipofu kama hana mambo ya kishirikina hivi atakuwa na nuksi. Kwa mimi ninachokitaka ni kwambia mke wangu, nikitoa mguu wangu hapa kufika kule nyumbani, mimi yule kipofu namfukuza. Mume wangu, wewe ndio uliokuwa umemleta yule kipofu nyumbani. Na wewe ndio uliosema niishi naye mimi kwa furaha kama ndugu yangu. Leo hii wewe unataka ukamfukuza yule kipofu, watu ataenda wapi?
Mbona mbadilika sana mume wangu? Ajali ni kawaida, Mungu ndo anayepanga, sio binadamu. Naomba unisikilize vizuri mke wangu. Nazungumza kama mwanaume wako, kama mume wako. Wewe hapo mwanzo nilipomchukua huyu kipofu kumpeleka nyumbani, ulitaka nimfukuze, mara kakanyaga chips, mara sijui kafanya vitu gani. Leo hii sasa hivi unamwona mwema? Mume wangu, nimegundua kwamba yule kipofu kweli haoni. Mwanzo nilizani anaona na mdanganya. Naomba unisikilize vizuri kwa makini. Nazungumza kama mume wako. Kwa sababu madhira ambayo unayoyapata mimi, laiti kama angekuwa amekupata wewe. Haya maneno unayozungumza ungeona ni ya busara sana mke wangu. Si unanielewa? Hapa ibakia ni kutii tu. Natoa mguu wangu hapa na kwenda nyumbani. Si unanielewa? Sawa, nimekuelewa. Sio sawa, unanielewa kishingo upande, nitakiwa unielewe kama mume. Hem, twende. Vipi babkani, mbona lele kama kinyonge hivi? Kausha mwanangu. Hivi sasa penye kwanza ile ni game tadi. Nasoma stadi. Haina noma. Ni dogo kazingua kichizi yani. Hivi saizi si atakuwa ameshaanza kuzitumia hizo hela yani. Yaani dogo yani mapepe kichizi yani. Yaani sijui kaingia chakalipi yani. Ni dogo sijui kaona kajipata nini yani da. Yaani hapa lazima niende chocho kwa chocho. Yaani mpaka nimpate. Unajua leo nimekuita hapa na mazungumzo machache sana nataka nizungumze na wewe. Najua unafahamu kabisa kwamba matatizo ambayo niliyopata mimi. Nimetumia pesa nyingi sana kwa ajili ya kurekebisha mguu. Kwa hiyo pesa zote zimeishia kwenye matibabu. Na kipindi hichi napitia kipindi kigumu sana. Sina pesa yoyote ya kujikimu hapa nyumbani. Hivyo nilikuwa nakuomba Kwisa. Nilitamani sana nikurudishe sehemu ambapo nilipokutoa. Kwa sababu pesa ya kuhudumia familia yangu kwa sasa hivi imekata. Sawa kaka, mimi nimekuelewa, lakini mimi nikupe pole sana. Kwa sababu najua kipindi hiki unapitia wakati mgumu sana. Kwa sababu hayo matatizo wewe ukuyatarajia na ukutegemea kama utakutwa na hali kama hiyo. Na umeniambia kwamba umeumia mguu. Na kama mtu umepata ajali kubwa sana na wewe umeumia mguu tu, ndugu yangu, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini mimi nikuombe tu kitu kimoja. Matatizo kaka yakimbiwi. Yaani matatizo hayakimbiwi kabisa. Ila inabidi ukae chini, utulize akili, ujue namna ya kulitatua hilo tatizo. Sasa kaka, umepata tu changamoto ya mguu ndugu yangu, nataka mimi kunifukuza nyumbani. Na mimi hali yangu hii niliokopo nayo, mimi nitaenda wapi?
Ni kweli mume wangu, tatizo utakie kuikimbia. Niache nimalizane naye mwenyewe. Kama nilivyokuambia Kwisa, sina njia yoyote ambayo naweza nikakusaidia kwa sasa, kwa sababu nimetumia pesa ni nyingi sana. Kwa hiyo na nikija kuangalia kule kazini pia nimesimamishwa kwa sababu ya mguu wangu, sina uwezo kwenda kurudi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba ndugu yangu nikurudishe sehemu ambayo nilokutoa. Sawa basi kaka, mimi nimekuelewa. Lakini mimi nadhani kuna msemo ambao wanasema matatizo hayapo likizo. Matatizo yapo kwenye damu. Kwa hiyo mimi nadhani kama umepata tatizo kaka, ni jambo tu la kumuomba Mwenyezi Mungu ajaribu kukupa wepesi kwa hii hali ambayo unapitia. Mimi nadhani hapo shida kubwa itakuwa kwenye masuala ya lojo, masuala ya kula na masuala yako ya matibabu. Basi mimi nipo tayari kaka, nikave nafasi yako. Na sio kama nakava nafasi yako kama mume wa Naila, hapana, ila nakava nafasi yako kwenye upande wa majukumu. Kwa hiyo mimi nipo tayari kuhudumia chakula, yani masuala ya lojo nazungumzia, na hayo masuala ya hospitali sijui na nini. Kwa hiyo mimi nipo tayari kaka, wala usijali. Kwisa, wewe huna kazi Mimi hapa nimekusaidia wewe, afu unaniambia utanisaidia pesa. Wewe pesa unaitoa wapi? Mume wangu, pesa nazo Kwisa, msikilize. Kaka, ni kweli anachokizungumza Naila. Mimi pesa ninayo. Kwa hiyo wewe wala usiwaze kuhusu hilo hapo. Tena sasa cha kufanya hapa kaka, mimi naomba tukimaliza hapa nimpe Naila shilingi 200,000. Hiyo ni kwa ajili ya kwenda kuchukua unga, mchele, maharage pamoja na mafuta. Alafu wewe ukiwa siku unataka kurudi hospitali, utaniambia ni shilingi ngapi inahitajika, alafu mimi nitakuwa nakupatia kaka. Usijali, naomba uniamini kwa hilo ndugu yangu. Nashukuru sana Kwisa. Umeonyesha jitihada za kutaka kunisaidia. Lakini mimi dhamira yangu kabisa ya dhati, nilitamani sana nikurudishe sehemu ambapo nilipokutoa. Mume wangu, Kwisa ameshakwambia yeye ana pesa ambayo inaweza kukusaidia wewe katika matibabu yako na mimi kunisaidia huko ndani kwa ajili ya matumizi. Mume wangu, mbona uelewi jamani? Yaani kabisa umuonee huyo kijana. Eti amejishusha mpaka kiasi cha nataka kukusaidia, eti nataka umpeleke alipotoka jamani. Ni kweli kaka, mimi naomba uniamini. Sawa, nitakufikiria. Nitaangalia namna. Odi. Naila. Karibu, za saizi? Salama, za kwako? Salama. Nani wewe? Mimi shoga yake Naila. Kumbe shoga yake Naila. Sawa. Sasa mimi nilikuwa na 50,000 ndugu yangu. 50,000? 50,000. Maana hapa katikati nilikuwa nazungumza na dada Naila, nikamwambia kwamba anitafutie shoga yake yoyote nilale naye hata kwa muda, alafu nitamlipa shilingi 50,000. Sasa nikawa nimejua labda ni wewe. Ndio mimi nilikuwa nimekuja. Kumbe ndio wewe. Sasa mbona hukuniambia jamani? Nilipofika ndio maana niliita Naila, kwa nilitaka nionane na mhusika kwanza. Sawa basi, hamna shida, wala haina haja ya kuonana na Naila kwa sababu mhusika mwenyewe ni mimi hapa na ninayetoa hela ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo vipi, 50,000 si umekubali au? Sawa, hamna shida, mimi nimekubali. Huwezi kuongeza hata kidogo? Yaani kiukweli dada yangu, kuongeza hapo hapana. Kwani 50,000 ni ndogo ndugu yangu? Jua 50,000 ni pesa nyingi hiyo. Maana mimi ni chap tu, yani kama yani kama jogo, yani chap tu tunamaliza ndugu yangu, na kupatia 50,000 yako tunamalizana. Basi sawa, hamna shida.
Umekubali eh? Nimekubali, hamna shida, twende. Sawa basi, hamna shida jamani. Time ya kuenjoy sasa. Twende ndani. Haya sawa. Kipofu mtamu, 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 kipofu mtamu. Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu. Sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Yaani katika siku ile enjoy, yaani leo. Nimeenjoy sana. Yaani sikutegemea kama utakuwa hivi. Yaani kweli niamini Mungu akunyimi vyote. Kumbe mtamu kiasi hiki. Hamna ndugu yangu, hivyo ni vitu vya kawaida sana. Ila na wewe ndugu yangu ni mkali sana. Yaani mkali mno. Sema nishushe tu bwana, mimi nataka nende nikaoge ndugu yangu. Si tushamalizana na pesa yako nishakupa, nishushe tu. Mbona unishushi? Hivyo mtoto ana matatizo gani? Umekuja na mkeo hapa vizuri tu. Mmeongozana wote, lakini nashangaa mkeo ameaga hapa anaenda nyumbani eti kuna mgeni. Kwa nini nyumbani kwenu umeacha mgeni? Mama, nyumbani hakuna mgeni kama unavyofikiria. Ila ni yule kipofu ambao unalomsaidia kipindi kile ndo labda kaenda kumwangalia. Si unajua pale nyumbani uko peke yake. Mungu wangu. Yaani yule kipofu mpaka leo bado yupo. Tena yupo nyumbani kwako, mwenyewe umekaa kabisa umetulia, unamwona kama ndugu yako, si ndio? Wewe una matatizo gani mwanangu? Kwa nini nikiongea hata kunielewa? Kila siku nakwambia yule mpeleke kwao, mwambie aondoke nyumbani kwao. Wewe unamngangania. Hivyo hata kama niongeeje? Mama, sio kusema kwamba labda maneno yako mimi sijafanyia kazi. Nimejitahidi sana, lakini mke wangu mimi pale ndo anangangania pale. Nishajitahidi kumfukuza. Lakini mwanamke wangu pale ndo anasema kwamba nimwache kwanza abaki pale kwa sababu hana popote pa kwenda. Kwa hiyo mkeo anakupanda kichwani, si ndio? Yaani mke kawa mume naye kawa mke, si ndio? Lakini mama hapo unanikosea. Usiniambie cha lakini mimi nakukosea. Mimi nakwambia ukweli. Kwa sababu unachoongea mimi hutaki kukielewa, wala hutaki kunisikiliza. Unataka kumsikiliza nani wakati mimi ndo mamako? Sasa nisikize kwa makini. Leo hivi ninavyoongea hivi, kama hutaki kumfukuza yule kipofu nyumbani kwako, mimi sio mama yako. Na hapa nyumbani kwangu sitaki kukuona tena. Nadhani unanielewa. Lakini mama? Lakini nini? Unaongea maneno gani hayo? Mimi ndo nishaongea, nishamaliza. Tena wewe unichelewesha hapa, yaani kama unanipotezea muda. Kwanza inuka, toka nyumbani kwangu, sitaki kukuona hapa. Ondoka, maana mimi nachoongea hutaki kunielewa. Si unataka kumuelewe nani? Shoga, jua kali. Mimi naona tungeenda, atatukuta tuko huko. Mbona tumsubiri bwana kidogo, anakuja sasa hivi. Dada, si unajua si wengine ngozi zetu za dhahabu. Mimi naona tungeenda, atatukuta. Kwa ngozi gani shoga? Kwanza shoga yangu na ubuyu, nataka nikupe. Juzi nimeenda hapo kuna Naila. Nimeita hiyo katukia mkaka mmoja si kipofu. Alipotoka yule mkaka kipofu tukasalimiana. Ghafla binivu kaniambia, "Sijui ni 50." Nikasema 50? Akasema sijui mimi nataka mwanamke, nikalinaje pale kimeshuka, nikasema shoga yangu 50 siachi. Kama unavyojua.
kuna vikoba, kuna hasa. Nikasema nikaingia ndani. Mwali. Nimefika pale, yule kaka sije kuona udugu wangu. Kaka mtamu yule. Kaka fundi. Yaani pamoja mimi nikajuaga tu vipofu hawajui chochote, lakini yule kipofu, sije kutana kipofu lakini kwa yule kanshinda tabia ndugu yangu. Kaka mtamu, haoni kama naona. Upo dudu? Upo. Yaani haoni kama naona. Kamaliza fundo kitandani. Yaani kabisa kiwalisia itakiwa yeye asinipe hela. Itakiwa mimi ndo nimpe yule kipofu hela. Nikatoka pale, kutoka nje nikutana na Naila shoga yangu. Mchongo si huu hapa. Dadeki. Hawa kwa maelezo wanayozungumza hapa, lazima watakuwa wanajua huyo mtu ninayemtafuta anakaa wapi. Haina noma. Yaani hawa lazima nile nao sahani moja. Kudadadeki. Hapo shoga. Unavyoniambia masuala ya utamu, yaani mimi hapa unanichanganya. Unajua mbona unanichanganya? Yaani huo utamu sijaupata naendea miezi 3. Kama wewe shemeji yako simuelewi. Mara siku nimechoka, mara sijui hivi. Yaani kiufupi, yaani mpaka napaga. Kwani Naila anakaa wapi? Yaani mke wangu, yaani katika siku ambazo umenifurahisha ni leo. Maana hata siku moja haujawahi kunifanyia hichi kitu ambacho umechonifanyia. Umeniwekea maji ya kuoga, afu ya moto. Nimefurahi sana mke wangu. Hivyo una akili wewe? Una akili kabisa? Kwenye kichwa chako umejizatiti kwamba mimi nina akili. Mimi yale maji nimekwambia nimekuwekea wewe? Mimi yale maji nimemwekea kipofu ndani kwa sababu anaumwa. Sijakuwekea wewe. Hivi Naila, hichi ninachokisikia mimi kwangu, ni wewe ndio umeongea au kuna mtu ambaye anakuongelea? Hivi si wewe ambaye ulikuwa unamchukia huyo kipofu? Hutaki kumuona. Leo hii amekuwa ni besti, unamwekea mpaka maji ya kuoga tena ya moto. Mimi hujawahi kuniwekea hata siku moja mke wangu. Sasa hivi naongea, unapiga kelele sana. Au kuna kitu chochote kinaendelea hapa katikati? Hayo unayosema umeongea mwenyewe. Mimi hakuna kitu chochote kinachoendelea, sawa? Mimi maji sijakuwekea wewe, nimemwekea yule kipofu watu kwa sababu anaumwa. Nashangaa wewe umetoka huko unaenda kuoga maji ya watu, unakuja hapa mke wangu. Wewe, hivi unajisikia unachokiongea kweli? Mimi ni mume wako. Hivi unataka kunilinganisha mimi na huyu kipofu ambaye tumemsaidia leo? Yaani unakompea kabisa na unaona kabisa unachokiongea kiko sawa? Sikia nikwambie. Yaani katika siku umenikea ni leo. Yaani unakuja hapa unajichekesha eti mke wangu, sijui maji ya moto ya kuoga. Yaani umenikera ujui tu. Na sitaki uniongeleshe kitu chochote. Yaani ukiniongelesha tutagombana haswa. Ugomvi utakuwa mkubwa zaidi ya hapa, sawa? Yale maji ya moto sijakuwekea wewe, weke akilini. Mke wangu, hichi tunachokiona ni ndoto ama naangalia movie kwenye TV? Hivi ina maana kwamba mimi na wewe tunaweza kugombana kwa sababu ya kipofu huyu? Naongea na wewe. Tunaweza kugombana kwa sababu ya huyu kipofu?
Ndugu yangu, kwanza niseme pole sana, kwa sababu ajali uliyopata ni kubwa sana. Yaani kiasi kwamba ni jambo la kumshukuru Mungu sana kupata hata ajali kwenye mguu. Mimi niseme asante sana rafiki yangu Makame, kwa sababu isingelikuwa ni wewe sijui ningekuwa katika hali gani nasi. Nashukuru sana. Kwani ulikuwa unaelekea wapi? Unajua bana, nilipata tenda la kwenda kwenye masuala yangu ya ujenzi kama unavyoelewa. Nipata mazingira huko, kwa hiyo nilikuwa najiandaa ili kwenda kule na nilikuwa nakaa wiki nzima. Kwa hiyo ajali tu imetokea kama bahati mbaya kwa kweli aisee. Nashukuru sana rafiki yangu. Ni kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kweli, lakini au nyumbani uliondoka mazingira hujacha sawa. Unajua wanawake pia nao huwa wanarana mbaya. Yaani kuhusiana na nyumbani, kiukweli mimi naona nyumbani nimeacha pako sawa kabisa, kwa sababu sina ugomvi na mke wangu, sina ugomvi na familia ya aina yoyote ile. Yaani na hata hapa katikati hapa nahisi nimefanya jambo jema sana la kumpendeza Mungu. Maana kuna kijana ambaye nilimuokota kipofu na kaa naye pale nyumbani. Kwa hiyo sidhani kama nyumbani patakuwa pana shida yoyote. Sasa hilo ndo tatizo. Sikiza nikwambie ndugu yangu. Dunia sasa sio kumsaidia kila mtu. Hivi unawezaje kumkuta tu mtu barabarani huko anatembea amesimama, unamchukua unampeleka nyumbani kwako? Hivi unajua na mikosi gani? Unajua ametoka wapi? Unajua yeye ni nani? Yaani mimi unajua hivi vitu huaga siviamini 100% kama watu wengine wanavyovichukulia kwamba ukimsaidia mtu anakuwa na mikosi yake, lakini kwa wewe hii pointi ambayo umezungumza nahisi kama unapita mule kwa sababu sasa hivi nimekuwa na mabalaa hatari sana isi. Waswahili wanasema huruma sio malezi. Unajua dunia sasa imebadilika sana na imeharibika. Kila binadamu ana mikosi yake. Yaani unaweza ukaona kwamba wewe umemsaidia mtu lakini ndio kwa umeharibu maisha yako kila kitu. Mabaraa, mikosi, amani ikatoweka kwenye maisha yako na kila kitu. Umekosea. Na ninaamini hilo ni tatizo. Hapo kama anakuja kukuelewa vizuri. Kwa sababu nakumbuka mara ya kwanza kabisa namtambulisha yule kipofu kwa mama. Mama alinipokea kabisa na nikamwona mama ni mbaya sana. Sasa nahisi kama maneno ya mama na maneno yako yanaingilia katikati hapa. Hapa nimepata picha na nimepata ufahamu kabisa. Yaani ukiniona nimetoa mguu wangu hapa nimeelekea nyumbani, yule bwana mimi naenda kumfukuza. Mkuku. Okay, sawa. Basi haina shida, lakini mimi nilikuwa naomba uondoke kesho. Kwa sababu leo ungejisikilizia kwanza. Lakini cha zingatia sana dawa ambazo madaktari wamekuandikia. Ndoa yangu haina amani kabisa. Sina furaha kabisa. Hivi kwa nini mke wangu amebadilika kiasi hiki? Ni kwa nini lakini? Yaani furaha ya mapenzi kabisa hakuna. Furaha ya ndoa yangu kabisa hakuna. Inawezekanaje hivi? Na ni kwa nini? Na haya yote nayaona yamekuja mabadiliko baada ya kipofu kwa hapa nyumbani. Sasa sintosubiri jua lizame. Ni lazima nihakikishe ukipofu na muondoa hapa nyumbani kwangu. Huenda labda ikawa sababu. Mwenyezi Mungu, ni kweli nilimsaidia kwa moyo mmoja, lakini naona ndoa yangu inaenda kuteketea. Hapana. Leo hii nikitoka hospitalini lazima niende nikamfukuza huyo kipofu. Lazima. Kwesa. Naam, dada Naila wewe? Chakula tayari. Kumbe chakula tayari. Basi sawa, twende tu ndani tukale. Kwesa, kabla tujaenda kula kuna kitu nataka nikwambie. Nakumbuka kuna siku ulishawahi kuniambia kwamba
hauzani kama utakuja kuoa katika maisha yako, kwa maana hauna uhakika kama kuna mwanamke atatokea kukupenda katika hali hiyo. Ila mimi nataka tu nikwambie kitu kimoja. Huyo mwanamke yupo na anakupenda sana tu, sema wewe hujakuwa tayari kumtafuta. Dada Naila, sidhani kama kuna mwanamke atakuja mimi kunipenda kutokana na hali yangu hii. Kwa sababu unajua nyinyi wanawake mna kitu kimoja. Alafu mnadharau sana. Kwa mtakavyomuona mtu hivi tu ni mdhaifu na kama mimi hivi sioni, kwa mtu mwingine anaweza kujua mimi nitakuwa na kipofu, maisha yetu sijui atakueje na nini. Kwa mtu mwingine anaweza akawa anawaza mbali. Ukakuta tu mimi nabaki hivi hivi. Na ndio maana watu kama sisi ndugu yangu kukuta mara nyingi sana tupo kwenye ndoa ni mara chache sana. Yaani mara chache sana. Au huyo mtu anayenipenda ni unamfahamu? Kama unamfahamu niambie dada yangu, naweza kawa ndo njia nzuri mimi ya kupata mwanamke wa kumuoa. Hamna bwana Kwisa, mimi simjui, ila duniani hapa ni wawili. Usikute kuna mwanamke yupo anakupenda, sema tu hujaamua kumtafuta. Ila kikubwa tu ni kuwa na subira, ipo siku utampata. Ila jua tu kuna mtu anakupenda na kuhakikishia katika hilo. Basi tuseme inshallah Mwenyezi Mungu afanye wepesi nipate mke wa kumuoa, ili mradi dada yangu wewe ufurahi kaka yako mimi nimepata mke. Basi mimi nadhani twende ndani basi tukale. Sawa, twende. Au umesikia? Mimi nitakula tu hapa nje. Wewe nenda tukaniletee, mimi nakula hapa nje. Unakuja kula hapa eh? Basi sawa, naenda kuchukua tuje kula wote au? Tule wote hapa? Ndio. Sawa, kila mtu anakula kwenye sahani yake, hamna shida. Ila Kwisa, yani mwenzako leo nilikuwa na hamu ya kukulisha, yani kama utojali lakini. We afu dada Naila mambo gani hayo? Yani unilishe. Alafu kaka kitukuta je? Unaogopa nini? Ushasema kaka mi dada yako. Sasa unaogopa nini? Sina kulisha tu kama mdogo wangu au? Kaka na dada. Kaka na dada hakuna ubaya wakilishana. Basi sawa, mimi nimekubali. Kweli? Sawa. Nakuja. Aisee, dada Naila huyu eti anataka anilishe. Haila hamna bwana, kaka kitukuta kwamba anaweza kamaindi. Weza kamaindi bwana, vitu vidogo, yule mtoto wa kiume bwana. Dada Naila njoo basi. Nisikilize nikwambie. Nimekutoa ndani kukuleta hapa, nataka nimalizane na wewe. Nadhani unanielewa vizuri. Mimi hapa nataka utoke katika nyumba yangu uende unapoendaga huko. Sijui umenielewa? Umenielewa? Kaka, mimi nimekusikia na nimekuelewa tu vizuri. Lakini kaka, mbona siku hizi umebadilika sana? Yaani tofauti na mwanzo kabisa. Yaani sijakuzoea hivyo kakaangu. Yaani sasa hivi umebadilika, umekuwa na roho ambayo yaani kiukweli hata haitambuliki ni roho gani yani. We koma we. Mimi sio kaka yako. Tena ukome. Nakwambia hivi nikiwa na maanisha. Alafu sasa hivi kuna mchezo ambao unaendelea katikati kwenye familia yangu, mimi siuelewi. Yaani mke wangu anakuchemshia maji wewe, mimi naoga maji ya chukuchuku. Alafu una panic kabisa yani. Kwa nini kinaendelea? Hamna kaka, hakuna kitu chochote kinachoendelea. Mbona mimi sijawahi kuwekewa maji ya moto ya kuoga? Kwisa, mke wangu anashindwa kuniwekea mimi maji ya kuoga na kuwekea wewe? Afu unasema kaka, mimi sina mdogo kama wewe. Kwa tutu kwao wawili, nachokihitaji mimi hapa, toka kwangu. Nadhani umenielewa. Baba sawa kaka, mimi nimekuelewa. Mimi cha kufanya sasa hivi siwezi kuendelea kungangania sehemu ambayo mimi sitakiwi. Na wanasema baba ndo kichwa cha familia na wewe ndo kichwa cha familia huko ndani. Kwa hiyo mimi acha tu niende kwa sababu wewe ndo ulinisaidia. Lakini pia leo nimempatia Naila shilingi 250,000 kwa ajili ya kwenda kuemea masuala ya unga, mchele, yani vitu vyote masuala ya kula huko ndani. Kwa hiyo nilikuwa nisharekebisha leo, nimeweka sawa. Mimi naondoka na hiyo 250,000 nawaachia kaka, kwa sababu mmenipa msaada sana, mmenisaidia. Kwa hiyo nyie mtaendelea tu kutumia hivyo vitu hapa, wala msijali. Ila mimi ninachoomba msaada wako unisindikize tu mpaka stendi.
Aha, ndio maana Neila anakuchemshia maji, si ndio? Ina maana kwamba unamwonga mke wangu. Unamwonga mke wangu